السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu katika imani, awali ya yote ningependa kuihusia nafsi yangu na vile vile kuzihusia nafsi zenu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi atakuwa na nafasi ya ufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyoahidi wale ambao watamcha yeye basi watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza, hakika wale ambao watamcha Allah subhanahu wa ta'ala basi kwa hakika hao watafaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi Allah tujalie tuwe miongoni mwa wale ambao ni wenye kufanya matendo na matendo hayo yakaenda hesabiwa mbele ya Allah na wakawa na nafasi ya ufaulu. Allah atuhifadhi tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika imani, tutaendelea katika kitabu chetu hichi ambacho leo tutaelezea katika hadithi bayanu anna zuhda fi dunya sababu limahabbat, ya sababu limahabbat, hakika ya zuhdi katika maisha haya ya duniani, ukajipamba na zuhdi, basi hiyo zuhdi itapelekea katika kupata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zuhdi ambayo Muislamu atajipamba nayo, zuhdi hiyo atavuna katika zuhdi yake hiyo, na akijipamba nayo hiyo zuhdi kunako kuvuna mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia kunako na zuhdi hiyo pia atavuna mapenzi ya wanadamu ambao anaishi nao, anaofanya nao miamala mbalimbali, lakini kwa kujipamba na sifa hii ya zuhudi. Na hii zuhudi ina maana gani? Je, ina maana kama vile watu ambao leo wameielezea kunako mtazamo wao, au ina maana gani? Hii zuhudi ina maana ya Muislamu kujipamba na zuhudi, sivyo kama wanavyozani watu wengine kuwa zuhudi ni Muislamu avae nguo iliyochakaa, nguo ambayo ina viraka, nguo ambayo imetoboka, awe mchafu. Ukivaa nguo ambayo ni nzuri inapendeza, shehe, hauna zuhudi wewe, hauna zuhudi. Wakaitafasiri zuhudi ili uonekane wewe una zuhudi, basi uvae nguo chafu chafu, au pia usile vizuri. Kuna vizuri wao wakaona ni zuri. Mtu siku akapika ugogo wake na samaki, mashaallah, shehe, una zuhudi. Mtu asinywe maji safi, basi wewe huna zuhudi. La, katika Uislamu zuhudi sio hivyo. Wala Uislamu haujazungumzia Muislamu ajipambe awe mchafu chakavu, la, bali Muislamu anatakiwa ajipambe, ale vizuri, avae nguo nzuri, apendeze. So Muislamu wewe tu wanuka jasho muda wote alafu wasema ni zuhudi, si zuhudi. Kwa zuhudi maana yake ni pale ambapo yatakutana mambo mawili. Kunako mambo hayo, kunako hayo mambo mawili utatanguliza jambo la kidunia na jambo ambalo linamtaka Allah subhanahu wa ta'ala
umtii yeye. Hii ndiyo nzuri. Je, katika haya masala, je, utatanguliza dunia au utamtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ndiyo nzuri, na wala sivyo walivyozani wengine. Zuri, usile vizuri, uvae vibaya, uonekane katika muonekano wa watu wewe ni mtu hafifu, bali Uislamu umekataza. Sawa, riziki yako ndogo, chuo chako kidogo, lakini haitakiwi katika mujtama uonekane yule mwenye imani. Sio hivyo. Kwa hadithi yetu amepokea an Abi Abbas Sahl ibn Sa'id as-Sa'di radiyallahu anhu qala, amesema huyu sahaba, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jaa rajulun ila nabii sallallahu alaihi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal, akasema huyu bwana, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, dullani ala amali, ewe Mtume wa Allah, dullani ala amali, nijulishe mimi amali, juu ya amali, idha amiltuhu, na nitakapoitenda amali hiyo, ahabbani Allahu, atanipenda mimi Allah subhanahu wa ta'ala, wahabbani nnas, wahabbani nnas, na watu watanipenda mimi. Sahaba huyo anamwambia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nihabarishe kunako na amali, lau amali hiyo kama nitaifanya, basi kupitia amali hiyo Allah subhanahu wa ta'ala wa mwanzo kwanza atanipenda mimi, kisha watu mnaoishi nao, mnaofanya nao miamala pia nao kwa hayo matendo itakuwa ni sababu ya mimi kupendwa na wao. Na hivi ndio ilivyokuwa hali ya maswahaba salafu na swaleh, walikuwa ni wenye kutaka kujua matendo yao ambayo wakiyafanya watawa mardhawa na maridhia mbele ya Mola wao. Sio sisi leo, mtu yeye haulizi chochote katika dini, yeye atauliza tu mambo labda yanayopendeza katika nafsi yake. Je, msosi ule uzo shilingi ngapi? Je, nguo ile uzo shilingi ngapi? Nguo ambayo utaivaa na utaiacha. Lakini maswahaba walikuwa ni wenye kuuliza maafatan, na kuuliza huku ili wapate kujiepusha na kuingia katika maasi. Hivyo basi, faqala, akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, izhad fi dunya, ipe nyongo wewe dunia. Izhad fi dunya, ipe nyongo wewe dunia. Yuhibbuka Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Maana ipe nyongo vipi? Maana kama tulivyotangulia kusema, yatakapokutana mambo mawili ambayo ni kujinia na jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Wabilmithali, mfano, umepata kazi wewe, lakini kazi ina masharti. Miongoni mwa masharti, mashuruti ambazo zimewekwa, kazi ukiangalia ina mshahara mnono, marupurupu ya kutosha, lakini kazi hiyo ya kuwajibikia, bosi anasema katika masharti ya kazi yetu hatutaki kusikia mambo ya ibada. Muda wote uwe bize na kazi. Swala utaswalia nje huko baada ya kutoka katika kazi zetu. Labda kazi mwisho wake kuisha ni naingia asubuhi saa 1 mpaka saa 10, maana saa 7 hapa hamna kuswali. Hii kazi hii sharti lake ni baya. Kwa nini? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamuru sisi Waislamu tuwe ni wenye kusimamisha ibada zake, lakini kwa sababu ya kazi na huyu bosi yeye ndio mtoaji wa kazi, basi anakuwekea mipaka kwa tutaki kusikia mambo ya ibada.
kila saa unaenda msikitini, kazi huku inakuwa haiendi vizuri. Sasa wewe sasa wapima kazi na Allah subhanahu wa ta'ala, utatanguliza kipi? Hali kama hizi ambazo watu wapiga kifua ni ngumu, kweli ni ngumu, lakini je, kazi kutoe katika Uislamu wako? Hii ndio maana nzuri, na wala sio maana nzuri mtu asivae vizuri awe na uchafu akae mchafu, la, bali Uislamu unapenda vitu vizuri. Inna Allaha jamil wa yuhibbu al-jamal, Allah ni mzuri na anapenda mambo mazuri, wala sio kujipamba na sifa hizo. Kwa zuri dini hii yamekutana mambo mawili, jambo la kidunia na jambo la Mola wako. Je, utatanguliza lipi? Lakini kathiru minan nas, wengi katika watu anaangalia kazi ambayo maisha yake ni mafupi, na utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Tayib, utafanya kazi, lakini Allah ndiye anakushuhudia na yale ambayo anakutaka wewe uwe. Je, utamjibu nini Allah subhanahu wa ta'ala? Hii ndio maana ya zuri. Ukamwachia kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala, atakupa kazi sehemu nyinginezo. Kwa hii, kwa kuwa ndani yake kuna kukosewa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hili halitofaa. Hiyo ndio zuri, kwa utakapojiepusha ukasema mimi nachagua muda wangu ni bora kwangu mimi, hiyo ndio zuri. Pia akaendelea kutuambia kwa zuri ambayo nitapendwa na Allah na pia nitapendwa na watu. Yuhibbuka nnas, na watu watanipenda mimi. Kuwa katika watu kupenda ayuha nasu ibadallah, miongoni